education au elimu, yaweza kuwa wewe unasoma au ulishawahi kusoma lakini haujawahi kufuatilia maana ya education ni nini. Naweza kuwa unahangaika sana, unatoka jasho kila siku kwa sababu haukujua maana ya education au elimu ni nini. Sasa tuone kwanza education ni nini, na tukishafahamu maana ya education itakuwa ni virahisi zaidi aidha wewe mwenyewe kufanya transfer ya mind yako au watoto wako kuwafanyia transfer ya mind zao, na wewe watu ambao wanapata elimu kweli, sio ile ambayo yaweza kuwa wewe ulishaipata, kwa sababu utakuwa unajua nini maana ya education. Education maana yake mzizi wake ni educate. Mzizi wake ni educate. Kwa hiyo kama unasoma unapaswa unisikiliza vizuri sana hapa ili kusudi uweze kunielewa. Educate asili yake, hili ni neno la Kilatini. Hili ni neno la Kilatini ambalo hili ni neno la Kilatini limetoka kwenye educo. Limetoka kwenye educo. Na maana educo maana yake educe. Educe maana yake ni give out. Maana ya educe maana yake ni give out. Maana yake ni give out. Maana yake tunatoa nje. Tunatoa nje nini? Tunasema tuna develop from within. Develop from within. Maana yake tunatoa mambo ambayo yapo ndani ya miili yetu au ndani ya bongo zetu, ndani ya maarifa yetu. Sasa kinachokuja kuchanganya ni kwamba watu sasa hivi hata hatuelewi maana ya education. Unaanza kulishwa vitu ambavyo sio vyako, vitu vya nje kabisa. Unaanza kulishwa vitu ambavyo ni outer, lakini sio within. Na ndiyo maana tuna wasomi wengi sasa hivi ambao vitu wanavyovisomea ukijaribu kuangalia na reality yao sio, ni vitu viwili tofauti kabisa. Na hiyo ni kwa sababu hawakuelewa nini maana ya education. Kama unanisikiliza hapa na ukaelewa maana ya education, itakuwa umeweza kupiga hatua ambayo ni kubwa sana. Aidha uweze kufanya transformation sasa hivi ya kuweza kukijua wewe ulicho nacho ndani na uanze kukipambania, au uweze kufanya transfer kwa watoto wako ili kusudi uweze kuwatengeneza kuwa watu ambao ni wakubwa zaidi. Elimu maana yake ni kwamba unajua kwanza wewe ndani yako kuna nini. Kama kuna mziki uweze kufahamu, kama kuna mpira uweze kufahamu, kama ni mtu ambaye ni mfanyabiashara uweze kufahamu. Alafu baada ya kufahamu, kazi ya elimu ni kukushape hicho kitu, kukitengeneza kuwa kitu kikubwa. Kukishape hicho kitu kuwa kitu ambacho ni kikubwa sana. Elimu ni assistance, ni msaada ambao utakuja kwako kukitoa hicho kitu ambacho kipo ndani na kukifanya kionekane. Na ndiyo maana hata Mungu hajaomba shule. Mungu hajaomba elimu. Ametuasa tuwe na maarifa ambayo yatatufanya sisi tuweze kukitoa kilicho ndani, kukitengeneza katika uhalisia. Na ndiyo maana ni rahisi, na ndiyo maana tunashauriwa kila mtu kuwa na desire. Sasa kinachokuja kutokea ni kwamba mtu sasa hivi yupo darasa la kwanza. Yupo darasa la kwanza anasoma kitu ambacho aidha ni kwa sababu ya wazazi wake, kwa sababu hicho kitu wanakipenda wao wazazi, wanamshawishi, wanamfanya na yeye huyo mtoto aweze kukisoma, kitu ambacho yeye kwa ndani akijitazama sio mtu wa hivyo. Kinachokuja kutokea ni kwamba huyo mtu anaposoma anamaliza, kwa mfano mwaka wa mwisho, anajikuta kumbe yeye ameitwa kuja kuwa mshona nguo. Unamkuta mtu amesoma uinjinia lakini anakuja kuishia kuwa fundi cherehani. Kwa nini? Kwa sababu yeye anaitwa kuwa fundi wa nguo. Kuna mtu unakuta amesoma, amemaliza kabisa, lakini baada ya kumaliza unamkuta anafanya kazi nyingine tofauti kabisa ambayo inampa raha. Kwa nini? Kwa sababu ndo amejifahamu kwamba yeye ameitwa kwa ajili ya hicho kitu. Kwa hiyo wewe ambaye uko hapa,
Napenda uelewe kwamba unatakiwa uelewe haya mambo. Unatakiwa uelewe haya mambo ili kusudi usije ukafanya makosa kwenye generation yako au wewe mwenyewe. Kinachopaswa kuwa, unapaswa kufanya hivi. Unapaswa ukigundue kwanza kilichopo ndani. Unapaswa ukigundue kwanza kitu ambacho kipo ndani yako. Baada ya kukigundua hiki kitu, ndipo sasa uende ukaanze kusoma. Na usisome tu hivi hivi, nenda kakisomee hiki kitu ambacho kipo ndani yako, ukifanyie magnification, ukikuze kiweze kuonekana. Na kama ulichonacho ndani is not productive, kuna hatua tunasema ni transformation. Itafikia wakati utakifanyia transformation na kitakuwa more productive, na taifa au dunia itakuja kulipa kwenye hilo jambo ambalo unalifanya. Ukishajigundua kwamba wewe ni nani, ukishagundua ni kipi ambacho kipo ndani yako, ukaamua kukifata, kwa sababu utakuwa na raha ukiwa unakifanya, na dunia kanuni yake ni kwamba itakuja kulipe kwenye hicho kitu ambacho wewe unakifanya. Na ndiyo maana leo msanii akija hapo wewe ulipo, atakuja waimbishe nyinyi, yeye hata haimbi, lakini nyinyi wenyewe ndio umetoa hela. Kwa nini? Kwa sababu yeye ameshajijua yeye ni nani na akaamua kujifata. Kwa hiyo dunia itamlipa yeye akiwa anafurahia. Na ndiyo maana wewe unatoka hapo ulipo unaenda kuangalia mpira, watu ambao wameshajifahamu wao ni akina nani, wanapocheza mpira wanafurahia, na wewe unawalipa kupitia burudani ambao wanatoa. Kwa ni msingi sana wewe kuweza kujifahamu na uweze kujifata. Kwa uweze kukijua kitu ambacho kipo ndani yako, na uende ukakisomee, ukakikuze. Baada ya kukisomea na ukakikuze hicho kitu, basi ufanye transformation na kiwe productive. Uweze kutengeneza idea sasa kupitia kitu chako, idea ambayo ni productive, na ulete matokeo chanya kwenye taifa, kwenye kizazi, generation to generation.